Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih sallallahu alayhi wasallam. Watukufu katika iman, kadhia ya kufunga ni ibada, na ni ibada inahitaji kuwa na nia. Yeyote anayefunga bila ya nia hajafunga. Na nia, ndugu zangu katika iman, ni yale makusudio yaliyopo moyoni, kwamba nakusudia kufunga. Hiyo ndiyo nia, na inalazimika kila usiku wa saum nia uwe nayo. Kwa mtu ambaye anakusudia kufunga kesho, anawajibika kila usiku awe ana makusudio ya kufunga, sawa ikiwa ametamka ama hajatamka, kwa sababu kutamka tumesema hakuna ulazima huo, bali wanachuoni wengine wanaona ni bid'a kutamka nia. Tuweze kuzungumza hayo mambo, sio wakati wake. Kikubwa moyoni uwe una makusudio kwamba kesho nafunga. La siyama liman lam yubayyiti siyama min al-layl. Mtu ambaye hajaweka nia ya kufunga tangu usiku hana funga. Haya ni maelekezo ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa kuna mambo kama mawili hivi ya kuangalia. Nia ili ifahamike kwamba huyu anatakiwa afunge, kuna mambo. Jambo la mwanzo, lazima iwe niyatun jazima, kwamba hiyo ni nia ambayo haina shaka moja kwa moja kwamba mimi ninafunga. Sio iwe muallaqatun bi shay'in, kwamba hiyo ni nia iliyoweza kuhusishwa na jambo fulani, imetungikwa na jambo fulani, kwamba kama sitosafiri kesho nitafunga, mfano. Au mtu ambaye anaumwa aseme kama kesho nitakuwa na afya inshallah nitafunga. Hiyo nia sio nia tunjazima. Umelala bila ya nia, inabidi ulale unasema kesho nafunga. Kwa hiyo kama una maradhi, una safari, una udhuru wa kisheria, inabidi usihusishe na nia yako. Hakuna nia inayoanza asubuhi, ma khilaf, lakini jumhuri hakuna nia inayoanza asubuhi, kwamba wewe utaamka asubuhi uanze kusema nafunga, kwamba najiangalia afya yangu. Kwa hiyo inawajibika mtu ambaye anataka kufunga, basi hakikishe kabla ya kuingia alfajiri awe na makusudio moyoni. Na jambo la pili, maana yake, kwa maana hiyo sasa, hiyo nia isiwe na taradudi ndani yake, isiwe na uenda, ikiwezekana labda tuangalizie, la, matamshi kama hayo kwenye nia hayatakiwi, wala moyoni makusudio kama haya yasiwepo. Na jambo la pili, nia lazima hiyo mukhlisa lillah, anayefanya vile awe amekusudia kufanya vile kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Nia yoyote ambayo ipo kwa ajili ya mambo mengine, hiyo ni riya. Mtu anayefunga labda kwa sababu ya kuridhisha wazazi, kwa sababu ya kumridhisha mume, kwa sababu ya kufurahisha jamii, kwa sababu ya kupata sikukuu, yanuliwe nguo, ama sababu zote ambazo hazihusiani na wajha Allah, kutaka radhi za Allah, ridha zake, maana yake umefunga kwa malengo mengine, inaitwa shirku asghar, na hiyo inaporomosha amali. Kwa amali yako itaharibika kwa sababu tu nia yako ilikuwa sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo mawili haya ni muhimu sana katika nia, na haswa lile jambo la mwanzo tulilosema, wengi mashallah wanafunga kwa ajili ya ridha za Allah, Allah kawaamrisha lazima wafunge, lakini wanajikuta nia zao sio jazima. Mmoja nilipata kisa, yeye hajafunga, yeye anaulizia kwa nini, vipi hukumu yake ikiwa yeye ni maskini, hana uhakika wa iftari, anaweza akafunga. Kwa hiyo kuna wakati huwa anaamka analala kabisa, anajua kesho la kama nitapata iftari au nitakosa. Kwa hiyo anafikia tu anaona kama nitakosa basi mimi sifungi. Yaani akiamka asubuhi kwa mipango haendi sawa, afungi. Akiona mipango imekaa sawa anafunga. La, katika siyamu ya wajibu hicho kitu hakipo. Hata katika siyamu ya sunna pamoja na khilafu kwetu sisi hakuna kitu hicho. Ukitaka kufunga basi tangu usiku weka nia ya moja kwa moja ninafunga, sio uangalizie. Hayo yalikuwa ni machache kuhusu nia. Allah atunufaishe nayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.